Mtandao wa Bioanuwai Tanzania TABIO kwa kushirikiana na shirika la SEATIN la nchini Uganda wamewakutanisha wadau wa kilimo ekolojia ili kujadili changamoto za bidhaa za kilimo ekolojia kushindwa kuyafikia masoko ya ndani na nje ya nchi. Katika mtandao wa Bioanuwai Tanzania tukishirikiana na shirika la SEATIN Uganda tumeandaa mkutano wa wadau wa Afrika Mashariki kuhusiana na namna ambavyo bidhaa za kilimo ekolojia zitaweza kupenya kwenye soko la ndani na soko la nje, nyanja ya Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Kwa kiasi kikubwa ni kwamba changamoto iliyopo ni kwamba nchi za Afrika Mashariki tayari nyingi zimeshakuwa na miongozo mbalimbali ya kilimo ekolojia. Tanzania tuna mwongozo wa kilimo ekolojia unaitwa National Ecological Organic Agriculture Strategy wa mwaka 23 mpaka 2030 ambao umejikita katika kuelezea juu ya namna ambavyo bidhaa za kilimo ekolojia zinaweza kuzalishwa na kuingia masokoni, lakini pia kuwawezesha wakulima kufikia ubora wa hizo bidhaa za kilimo ekolojia kuzalishwa. Nchini Uganda pamoja na nchi wanachama na Kenya na nchi zingine Afrika Mashariki wamejikita katika kuandaa miongozo mbalimbali kwa ajili ya kilimo ekolojia, lakini pia na njia mbalimbali za uthibitishwaji wa ubora wa bidhaa za kilimo ekolojia, ikiwa ni pamoja na njia ya PGS ama Participatory Guarantee System. Kuna changamoto nyingi zinazofanya bidhaa za kilimo ekolojia zisiwepo sokoni, ikiwa ni pamoja na kwamba tuna sera nyingi lakini utekelezaji wake ni hafifu. Kwa hapa ni kuomba serikali nchi wanachama Afrika Mashariki kujikita kwamba sera zilizowekwa na miongozo iliyowekwa, kama sisi ni wanachama tuliokubaliana na makubaliano ya CADIP kama nchi wanachama Tanzania pamoja na nchi zingine, lakini pia kuangalia kwamba licha ya kwamba tumekubaliana kwenye miongozo ya kitaifa na kimataifa, tunatekeleza vipi? Tuna bajeti ya kutosha kwa ajili ya utekelezaji wa miongozo hii, lakini pia wakulima wana uelewa kiasi gani wa namna ya kuzalisha hizi bidhaa za kilimo ekolojia? Taratibu za udhibiti wa ubora na ukaguzi wa mashamba pamoja na uthibitishaji wa bidhaa zikoje kwenye swala zima la kuhakikisha kwamba bidhaa hizi zinaweza kuthibitishwa na kufika sokoni kwa wakati? Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Tunaomba sasa serikali ya nchi wanachama kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hasa hivi karibuni kumewekwa mswada wa sheria ya kilimo ekolojia. Tunatamani sasa iwe sheria kamili ili nchi wanachama sasa waweze kufanya kazi kwa kuangalia ni kwa namna gani bidhaa za kilimo ekolojia zinaweza kuvuka mipaka ya nchi moja mpaka nchi nyingine bila kuwa na vikwazo vingi, lakini pia wakulima kuongeza kasi na juhudi ya uzalishaji, ikiwa ni pamoja na kuungwa mkono na mashirika, wadau mbalimbali wa serikali katika kununua hizo bidhaa za kilimo ekolojia. Maana kama watazalisha na hamna soko, basi itakuwa ni uwezo wao kuzalisha utakuwa chini wakati wote. Ni changamoto gani wakulima wa kilimo ekolojia wanakabiliana nazo? Kitu cha kwanza tunachokabiliana nacho kama wakulima ni ukosefu wa masoko. Masoko yamekuwa ni mahaba sana kulingana na kilimo ekolojia. Tunalima chakula kizuri, safi na salama, lakini ukienda sokoni bado unakutana na vizingiti mbalimbali kuhusiana na kilimo ekolojia. Kwa wito wetu kwa serikali, kwa vyombo vya habari, kwa mashirika mbalimbali, tufungue mianya ili tuweze na sisi kupata masoko yenye uhakika, lakini pia tuweze kutoa hiki chakula ambacho ni chakula cha asili, ambacho hakina kemikali yoyote, ambacho kitatusaidia sisi na vizazi vyetu na mazingira yetu yatabaki kuwa salama. Lakini pia nitoe wito kwa mashirika mengine mbalimbali ya umma yaweze kutusaidia tuweze kufanya kilimo ekolojia kwa upana mkubwa zaidi. Ni vigezo gani wakulima wanapaswa kuvizingatia kwa bidhaa za kilimo ekolojia ili kuweza kupenya kwenye masoko ya kimataifa? Kutoka jumuiya tumejaribu kusisitiza kwamba chochote kitakachozalishwa au mapendekezo au bidhaa zitakazozalishwa zizingatie affordability, urahisi wa hizo product. Sababu sasa hizi kuna ushindani mkubwa wa bidhaa za sekta ya kilimo kutoka ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kikubwa zaidi hata kutoka nje ya jumuiya ya Afrika Mashariki. La kwanza ni ile ubora, tumesema ubora, alafu affordability, yani gharama. Sababu saa nyingine unakuta wakulima wetu wanatumia gharama kubwa sana kuzalisha bidhaa chache. Kwa hiyo mtu ambaye ana supermarket au ana kibanda kule sokoni, yeye akitaka debe la vitunguu saumu hata angalia imetoka wapi, hata angalia unamuuzia shilingi ngapi. Akiambiwa ya China ni cha rahisi sawa.
ubora pia ni muhimu sana. Walaji wanataka kujua ubora. Ukizalisha umeweka madawa ya kuzuia wadudu, umezidisha ubora, mlaji wa mwisho ataona hii itamletea matatizo. Alafu upatikanaji pia, ukizalisha basi uweze kufikisha kwenye masoko kwa muda unaotakiwa. Kwa hiyo vitu vyote hivyo mara nyingi unakuta sisi hatuwezi kuvitimiza. Kwa upande wa serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara, wamesema kupitia utafiti uliofanywa umeonyesha kuwa zaidi ya 50% ya mazao yanayovunwa shambani, hasa mboga mboga, yanapotea kabla ya kumfikia mlaji, na hivyo wameanza udhibiti wa upotevu huo. Changamoto za kilimo hai tumezigundua muda mrefu sana, lakini katika mfumo wa kilimo kwa ujumla tuligundua kwamba sasa hivi kuna upotevu wa mazao baada ya mavuno umekuwa ni mkubwa sana. Yaani post harvest loss imefikia 52% sasa hivi. Yaani ukivuna vitu vyenye 100%, 52% havimfikii mlaji, vinapotea. Nyinyi wenyewe mtakuwa ni mashahidi. Ukienda kule Iringa watu wanavuna nyanya, wakaenda kuuza barabarani, jioni ikifika nyanya wanatupa pale nyanya, wanaenda kuchukua zingine kesho watakuja kuuza. Zile zingine wanaziacha pale kwa sababu uhifadhi ni hafifu na haupo kabisa. Lakini sisi kama wizara sasa hivi tumegundua na tunahamasisha masuala ya vyumba baridi, ile tunaita cold rooms, ili kuweza control post harvest loss. Lakini pia katika digital economy pia tumeweza kuhamasisha katika sera yetu ya biashara mwaka 2023-2033 kuhamasisha watu kutumia mfumo wa kidijitali katika kufanya biashara zao. Kwa hiyo kabla ya kuuza mazao yako ni vyema unawasiliana na watu wa sokoni ili uweze kujua ni kiasi gani cha bidhaa ambayo unaweza kupeleka sokoni. Kinaweza kuuzika kule, kesho kachukua kingine upeleke. Ulipobeba mazao mengi ukifikisha kule wateja hakuna. Kwa hiyo tunajaribu kuhamasisha watu, lakini pia kwa mfumo wa tunasema marketing structure, miundombinu ya masoko pia tunataka kuiboresha. Tumeweza kuboresha masoko, kwenda kule Makambako tumeweza kulipa fidia ili kuweza kupata soko la mazao ya wakulima ili iweze kuwa katika misingi sahihi. Kwa hiyo hivi vyumba vya baridi tunaendelea kuhamasisha katika airport zote. Kwa tutafanya survey kwa tuangalie viwanja vya ndege, tuangalie stendi kuu za mabasi na mizigo, ni kiasi gani ambavyo wameweza kuweka hizo huduma. Kama hizo huduma hazipo, tuweze kuhamasisha ziwepo ili kuweza kupunguza upotevu wa mazao haya yanayovunwa na kupeleka sokoni kumfikia mlaji.